Wakati wengine wakilia mitandaoni na kusema kwamba wanatamani kuona taraka 5 ili waachane kwenye ndoa, imekuwa tofauti sana kwa Riyama Ali. Ni takriban miaka 10 sasa tangu msanii wa Bongo Movie Riyama Ali afunge ndoa na Leo Mysterio. Hata hivyo, kumekuwa na tetesi zinazosambaa wawili hao wameachana na kuzua mjadala mkubwa. Dakika 5 na nilizipata tetesi hizo na fasta kumvutia waya kumpigia simu Riyama ili kuthibitisha au kupinga madai hayo ya kuachana na mumewe. Moja paparazi anazungumza hayo. Riyama ameamua kuvunja ukimya juu ya madai hayo ya kudai jambo hilo halimshangazi, kwani tangu alipofunga ndoa Juni 16, 2026 imekuwa ikifuatiliwa na wengi na kuibuka kwa tetesi kama hizo mara kwa mara. Pia amezungumzia safari ya miaka 10 ya ndoa yao, changamoto alizopitia na matumaini yake ya kupata mtoto siku moja na mume wake huyo, ikiwa ana mtoto mmoja aliyewahi kuzaa na mwanaume mmoja kabla hajaolewa. Mwanaspoti, kumekuwa na taarifa zinazosambaa mitandaoni, umeachana na mume wako Leo Mysterio. Ukweli ni upi? Riyama alijibu, huo ni uzushi wa kawaida ambao nimeuzoea. Mimi na mume wangu tupo pamoja, tunaendelea vizuri na maisha yetu. Watu wamekuwa wakifuatilia ndoa yetu tangu siku ya kwanza tuliofunga ndoa, hivyo sikushangazwa kuona tena habari za kututenganisha. Ukweli ni hatujaachana na tunaendelea kujenga familia yetu kwa amani. Unaona sababu gani zinazofanya ndoa yenu iwe gumzo mara kwa mara? Papalazi aliuliza, lakini Riyama alijibu, nadhani ni kwa sababu tangu mwanzo watu walikuwa na maoni yao kuhusu sisi. Wapo waliokuwa wakisema nimeolewa na mwanaume mdogo kuliko mimi, wengine wakasema ndoa haitadumu, lakini leo hii tunatimiza miaka 10 tangu tufunge ndoa na bado tupo pamoja. Hivyo naamini watu wengi walikuwa wakisubiri kuona kile walichokitabiri kinatokea. Papalazi, Juni 16 mwaka huu mmetimiza miaka 10 ya ndoa. Unajisikiaje kufikia hatua hiyo? Ni jambo kubwa, Riyama anajibu, sana. Sio rahisi kwa wanandoa wowote kufikisha miaka 10 ya ndoa. Tumepitia mengi mazuri, magumu, lakini bado tumeshikamana. Ninamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa tulipo. Miaka 10 ni ushahidi upendo wetu haukujengwa kwa maneno ya watu bali kwa uamuzi wetu wenyewe. Mwanaspoti anasema, wakati mnafunga ndoa mwaka 2016 kulikuwa na maneno mengi kuhusu tofauti ya umri kati yenu. Yaliwaathiri? Mwanzoni yalikuwa mengi sana. Kila mtu alikuwa na lake la kusema, lakini tulijifunza mapema kusikiliza sana. Ukisikiliza sana maneno ya watu huwezi kuishi maisha yako. Leo Mysterio ni mume wangu na nimekuwa nikimheshimu kama mume wangu na ameniheshimu kama mke wake. Hicho ndicho kilichotusaidia kuvuka changamoto zote. Papalazi, katika miaka hiyo 10 bado hujapata mtoto wa pamoja? Hilo linakupa pressure? Hapana, mimi naamini kila kitu kina wakati wake. Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kama Mungu ameandika tutapata mtoto, tutapata. Mimi bado nina matumaini makubwa sana, sijakata tamaa hata kidogo. Japokuwa mimi nina mtoto wa kike ambaye nilizaa kabla sijaingia kwenye ndoa na Mysterio, ndio maana bado ninatumaini. Papalazi anasema, umewahi kufikiria kuachana na ndoto ya kupata mtoto na mume wako? Riyama anajibu, hapana, bado naamini ipo siku nitakuwa mama. Pia nimejifunza kuweka pressure kubwa kwenye jambo ambalo liko mikononi mwa Mungu. Maisha hayaendi kwa ratiba ya mwanadamu kila wakati. Papalazi, kuna wakati uliwahi kusema hata msipopata mtoto mnaweza kulea watoto wanaohitaji malezi pamoja na watoto wako, au kama na yeye ana watoto awalete. Bado msimamo huo upo? Riyama alijibu, ndio, mtoto ni mtoto tu. Kama Mungu atakupa mtoto, atatupa mtoto wetu, tutashukuru. Kama itakuwa tofauti, bado tuna nafasi ya kugusa maisha ya watoto wengine wanaohitaji upendo. Kikubwa ni kuwa na moyo wa kutoa upendo.
Papalazi leo Maestro Elio amekuwa akizungumza vizuri sana kuhusu wewe tangu mwanzo wa mahusiano wenu. Hilo lina maana gani kwako? Riyama anasema linanifanya nijisikie mwenye bahati. Mume wangu amekuwa mtu anayeniheshimu hadharani na faraghani. Hata kabla ndoa alikuwa akisema amepata mwanamke anayemfaa. Hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu kuona bado tunadumisha heshima hiyo. Papalazi anasema siri ya kudumu kwa ndoa yenu ni ipi? Kusikilizana. Riyama anajibu, watu wengi wanadhani ndoa ni furaha tu, lakini kuna nyakati za changamoto. Kikubwa ni kuheshimiana, kuvumiliana na kuzungumza ukweli. Mimi na mume wangu tunajitahidi kufanya hivyo kila siku. Kumekuwa na vipindi ambavyo watu waliwahi kuandika mmetengana hata miaka ya nyuma. Unakumbuka hilo? Papalazi aliuliza swali. Riyama alijibu, nakumbuka sana. Hata muda mfupi baada ya ndoa kulikuwa na taarifa kama hizo, lakini zilipita kama zilivyokuja. Ndio maana hata hizi za sasa sizipi uzito mkubwa. Watu wamekuwa wakitabiri mwisho wa ndoa yetu kwa miaka mingi, lakini bado tupo pamoja. Papalazi anasema leo ukitazama nyuma unajivunia nini zaidi kwenye ndoa yako? Papalazi anasema Riyama anajibu, najivunia turuhusu kelele za watu zitutawale. Tumekuwa tukijijenga maisha yetu zaidi kwa misingi yetu wenyewe. Miaka 10 sio mchezo, ni safari ndefu yenye mafunzo mengi. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika hapa, na ninaamini bado ana mipango mizuri zaidi mbele yetu. Papalazi anasema ujumbe wako kwa wanaofuatilia ndoa yenu ni upi? Alimaliza Riyama alisema waendelee kutu